Leo kuna swali niliulizwa na mtu mmoja akasema kwamba Kambona, mtumishi Kambona, sikiliza, kuna watu kama vile tukiwaangalia kina Mwamposa, tukiwaangalia hawa kina nani wanaojiita mitume, manabii, hao mbona kama ni maagent wa shetani au Freemason? Kitu ambacho nilimjibu, japokuwa aliniuliza mwishoni alisema kwamba wewe kwa umri wako sijajua kama utatoa jibu sahihi. Nilichomjibu mimi, nilimwambia kitu kimoja, wale ni watu ambao wanafanya kazi ya Mungu, sawa, lakini sijajua kama wamejiunganisha na nguvu za kimungu ndani yao. Lakini nilimwambia kitu kikubwa, maandiko yameandika, jifunze sana kuelewa maandiko. Maandiko yameandika kwamba yaache yakuwe magugu na ngano, ili usifanyaje, uzitenge, ngano zikae kwake, magugu yafanyaje, yakae kwake. Kwa hiyo kwanza kabisa, kabla hujatoa jibu kamili juu ya hilo swala, lazima ujue maandiko. Ukishajua maandiko, maandiko yanakuweka huru. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu sura 22 mstari wa 21, nasema kwamba ukimjua Mungu sana unakuwa na amani. Inaeleza zaidi. Kwa hiyo kuna namna ukishamfahamu Mungu unakuwa na amani juu ya watu wao. Kwa hiyo nilichomjibu ni kwamba hawa ni watu ambao unaweza wakawa kweli ni Freemason na wanaweza wakawa sio kweli. Hayo yote mawili yanaweza yakaingia. Kwa sababu gani? Cha kwanza kabisa, tunaangalia uwezo wao. Mfano, sisi tunaweza tukamwangalia yeye kwa macho ya kibinadamu, lakini hatujui usiku wa leo, huenda katika miaka yote hajawahi kutubu, ni leo ndo ametubu, ameingia makubaliano na Mungu, ameanza kufanya kazi pamoja na Mungu, ameacha kufanya kazi zile za Mungu, sasa anafanya direct yeye na Mungu. Sasa nikijibu kwamba huyu ni Freemason, naweza nikamkosea Mungu, kwa sababu Mungu kilichofungwa mbinguni na duniani kimefanyaje? Kimefungwa. Hiyo ndio upande wa Mungu, sio? Umeelewa? Kwa hiyo naweza mimi nikaingia katika mfumo wa hukumu, kama vile Mathayo sura 7 mstari wa kwanza inavyosema, msihukumu msije mkafanyaje, mkahukumiwa ninyi. Kwa hiyo kuna namna unatakiwa uelewe. Ukishafahamu maandiko, utajua kwamba huyu ni baba wa kiroho mzuri, huyu baba wa kiroho sio mzuri. Hata baba yako wewe wa kiroho ambaye unamwamini, huenda maybe hapo tuanzie hapo. Huyu ambaye unamwamini, kuna muda anaweza akakosea kibinadamu, mkamchukulia kibinadamu, lakini huwezi jua kwamba inaweza kawa ni usiku ametubu hiyo dhambi ambayo alikosea kama mwanadamu. Kwa sababu hata Yesu Kristo alipokuwa anapigwa pale msalabani, yale maumivu yalikuwa yanauma kweli. Na kuna sehemu kabla ya kwenda kupigwa, alikuwa anafanya maombi mpaka machozi yakabadilika yakawa anadondosha tone la damu. Wewe unadhani kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajuta. Yaani akiangalia kile kifo cha pale msalabani, anaona kabisa, yani mimi ninaenda kusulubishwa bila kosa lolote, wenye kosa ndo wananisulubisha. Kuna namna Yesu aliingia hali fulani, machozi yalitoka mpaka yale ya damu. Lakini yote kwa sababu ya nini? Ya upendo. Kwa hiyo kuna namna tusiwahukumu watu kwa vile tunavyowaona. Kwenye mambo ya kimungu tusiyafananishe kabisa na masuala ya kisiasa. Mungu ana hukumu yake ambayo ni kamili, imekamilika na inajitosheleza. Hiyo ndo hukumu ya nini? Ya kimungu. Sasa sijajua kama huyu mtu nilimjibu vizuri kwa mujibu wa swali lake. Niambie wewe kwenye comment, je, nilizingua mtumishi wa Mungu au nilijibu vizuri? Mungu akubariki sana, uwe na siku njema. Tutakutana kwenye